Hapa chini ya jina la kanisa kuna ujumbe umesema umefikia asilimia hizo kukamilisha lengo. Sasa unaona hapa kuna asilimia almost 5,000. Hii ni kwa sababu ya tunaweka matoleo mengi wakati wa majaribio, si ndio? Kwa hiyo inavuka ile. Ila wakati tunasajili kanisa, wakati tunasajili akaunti ya mchungaji, tunaweka lengo la kanisa la matoleo. Sasa nyewe mnajua kuna lengo. Kwa hiyo matoleo yanapoendelea, mfumo unakuambia kwamba mpaka sasa hivi uko kumefikia asilimia kadhaa za kukamilisha lengo. Sawa? Na hapa itakuonyesha zaka na sadaka. Sawa? Hizi huko ni toto, zaka na sadaka. Sasa hapa ukiona 00 maana yake hatujaweka chochote. Yaani imefungwa sabato, tunasubiria sabato nyingine na hatujaweka toleo lolote. Sawa? Matoleo yote yanaonekana hapa kwenye muhtasari wa matoleo. Sawa? Lakini pia kwenye hii button ya blue inaonyesha kanisa. Hizi ni pesa ambazo kwenye hayo matoleo yaliyoingizwa zinapaswa kubaki kanisani. Kwa hiyo itajumlisha zote zinazopaswa kubaki kanisani itakuonyesha hapo. Sawa? Halafu upande wa kulia kuna conference au field. Sawa? Hizo ni pesa ambazo zinapaswa kwenda field. Itakujumlishia, itakuwekea hapo. Sasa inafuata kufunga taarifa. Taarifa zinafungwa kwenye kila sabato, halafu kwenye kila mwezi baada ya sabato 4, si ndio? Halafu kila robo, lakini pia kila mwaka. Mfumo unakuandalia hizo ripoti ukizitaka. Sawa? Lakini pia upande wa kushoto hapa kuna button kubwa ya kijani imeandikwa ingiza matoleo. Hii ndio button ambayo tutaitumia sana. Hii ndio unabonyeza unakwenda kuweka matoleo ya mshiriki. Sawa? Upande wa kulia kuna button imeandikwa weka slip. Maana yake unataka sasa kuupload slip ya benki baada ya wewe umepeleka pesa benki, si ndio? Chini kuna button mbili za njano. Ya upande wa kushoto imeandikwa matoleo ya vitu. Hapa tunatunza taarifa za matoleo ya washiriki ambao wametoa vitu, sio pesa. Kule wanaona. Si mnaona? Umepaona? Wewe fuatilia kama mshale kangu hapo. Huwa ninazungusha hivi sehemu ambapo naiongelea, sawa? Ni kweli, usije kwa tunatembea watu waone atapata riziki wapi. Sawa kabisa. Haya, upande wa kulia hapa kuna taarifa za matoleo. Hapa ndipo tutakuwa tunakuja kuangalizia taarifa. Sawa? Kama tunahitaji kuangalia taarifa zote zilizofungwa zinaonekana hapa. Na chini kabisa kuna sehemu ambapo tunaweka video za kukufundisha kutumia mfumo. In case labda uko wewe mwenyewe nyumbani, ukiingia hapa utaona kuna video ambazo zinakuelekeza mambo mbalimbali ya kimatumizi ya mfumo. Sawa? Sasa utaona hizo sehemu ya 12 kuingiza taarifa za matoleo. Ukiklik hapo ina play hiyo video. Sehemu ya 11 kufunga taarifa ya mwezi. Sehemu ya 10 kuthaminisha matoleo ya mali. Sehemu ya 9 kuangalia taarifa za matoleo. Kwa hiyo kuna video zinawekwa hapa kwa ajili ya kutusaidia sasa kujifunza sisi wenyewe. Sawa? Kwa hiyo mtatembelea sana ile eneo kujifunza zaidi. Ukiona kipengele ukawezi unakuja huko unatafuta video yake unaangalia. Ukishindwa sasa unanipigia. Si ni sawa? Sasa upande wa kushoto kabisa hapa juu kuna menu. Hivi mistari mitatu hivi. Nikiklik pale itafungua hizo menu hizo. Unaona? Hapa juu itaonyesha jina la kanisa. Hapa itaonyesha namba yako ya simu wewe kama mwazini. Sawa? Angalia mshale wangu ulipo kwenye
screen pale. Kuna wengine hawana smartphone. Zinakumaje? Hebu leta ya kwako. Inakumaje? Ukaizima ukawasha tena. Kuleta hapa. Wewe ndio yule. Yaani ukiangalia huko inakusaidia. Unapaswa ufanye mwenyewe utaelewa mwenyewe. Nimeshapata mafunzo mengine anatembea mzee. Yaani wewe ndio maana leo nimeliweka pembeni kwanza nipate mafunzo. Hapo mengine anatembea. Sababu naweza kangangana hapa pale anapitwa na mafunzo. Kwa naingiza mafunzo hapo nakuja kwenye application. Kazi. Si hapo anaenda kwa vitendo. Vitendo vyenyewe hivyo ni kawaida. Ndio maana nimechora graph au hiyo. Moja kwa kemegomea.